CCM. Mimi ni mwananchi wa kijiji cha Bushe kwa Mtindi. Naitwa Albakari Mgonja. Na pia mimi ni askari ambaye nalinda hapa usiku. Kweli ubadhirifu ulitokea tarehe 31 ile mchana nikiwa nimetoka kwenye lindo. Nikiwa kwenye sehemu ya kahawa pale. Niliona guta linapita limebeba mbao. Mwananchi mmoja akaniambia hizo mbao zinatoka kituo cha afya. Mimi nikaacha kahawa yangu nikaja mara moja kituo cha afya. Nikamkuta fundi, nikamuuliza fundi kuna mbao zimetoka. Asema sina uhakika, muulize mwenyekiti wa kitongoji maana alikuwepo. Nikamuuliza mwenyekiti wa kitongoji, yeye akajibu kamati ilikaa jana wakashauriana na wakapewa maagizo na sijui na mhandisi, sijui na nani wauze hizo mbao ili wafanye matumizi mengine. Nikamwambia mbona siridhiki? Mimi nikamwambia ndio majibu, akaniambia ndio hai. Nilichokifanya mimi nikampigia DC simu akupokea. Baadaye nikamtumia ujumbe. Mara ya muda akanipigia simu. Bwana hao walikwambia mimi nimetuma huo ujinga, akaniambia hawajaniambia hivi isipokuwa wewe najua ndio unamwakilisha rais kwenye wilaya hii. Na hii miradi rais amejitoa. Sisi wananchi tunatakiwa tuilinde kwa hali yoyote ile. Pamoja na kwamba nimetoka kwenye zamu yangu ya lindo, lakini nimeona hii nimefuatilia. Mwenyekiti akashindwa kunipa majibu sahihi. Baada ya kumpigia DC ndio akanipa majibu haya. Lakini baada ya muda nikaona nimeenda mbali sana. Nikampigia mheshimiwa diwani nikamfahamisha, akawa hajui. Lakini wakati nikawapigia viongozi wangu wa chama ambao ndio ilani yao, nikawafahamisha hili kwa maana ya katibu kata, naye akampigia mwenyekiti wake, wakaniambia hilo jambo watalishughulikia. Lakini samahani kidogo mzee wangu. Asante. Mwenyekiti wa kitongoji alikuthibitishia kabisa kwamba umeambiwa na mhandisi. Naam. Ambaye wewe umesahau kama ni mhandisi kuna kwa ajili ya kununua misumari ambao walishaikopea huko nyuma. Mimi nikamwambia hii misumari tunatenda mtu amechukua. Ya nini hizi mbao zilizo ni misumari ya nini? Baada ya kukosa majibu ndio nikachukua hiyo. Mwenyekiti wa kitongoji. Hayupo. Kwanza huyu mtu alikuwa muuni sana. Bwana ndiye ambaye alitutia mchangamato kwenye eneo hapa. Akamdanganya mtendaji wangu hapa kwa maana ya guta nimefika pale. Ile jioni nilikaa kwenye ndio nikamuita mama mmoja ambaye ni mwanakamati, nikamwambia hivi hizi tairi za gari hapa zimefuata nini? Yeye akachungulia ofisini kule akaona kuna sehemu ya simenti haipo. Kwa maana kwamba simenti na yenyewe imeibwa. Mifuko mingapi? Mifuko 20. Lakini wakati naondoka hapo sasa nikakutana na mzee mmoja akaniambia usipate shida bwana, guta limepita la mbao hapa limeenda huko juu na la simenti limekwenda Maramba. Kwa hiyo nikajiridhisha kwamba na simenti yenyewe imeibwa. Lakini wakati huo diwani akachukua hatua akaitisha kikao cha dharura. Nafikiri ni ward C, akawaita na viongozi wa kijiji, tukafika hapa. Mheshimiwa diwani wapi? Sogea. Lakini wakati mheshimiwa diwani anatuhoji, mwananchi mmoja ambaye mimi naweza nikamwita ni Kirusi, alikiri bayana kwamba ni kweli yeye amehusika kuchomoa mifuko 20 mchana, wakati mafundi wanaendelea shughuli zao kule hawaoni, yeye akachomoa mifuko 20 akaipeleka Maramba. Kwa hiyo na diwani akaagiza kwamba hiyo mifuko na hizo mbao mara moja virudi, japokuwa hatua nyingine tunaendelea kuchukua. Na kweli kwa jitihada za diwani na viongozi wangu wa chama, ile mifuko ilirudi yote, tukaithibitisha na mbao zimerudi ndio hizi hapa ziko pembeni. Kwa hiyo tukawa tumedhibitisha zile mali kwamba hizi mali zimerudi kwenye kituo cha afya. Malengo yetu ni kuilinda hii miradi kwa maana ya kwamba adha ambayo tunafuata wananchi hapa kwenda Maramba ni kubwa sana. Asante. Kama ambavyo ndugu mzee wangu mlinzi alipozungumza, kweli alinipa taarifa hiyo, na mimi baada ya kunipa taarifa muda ule nilikuwa Maramba, ikabidi nije haraka hapa. Nikaanza kuchunguza kujua kwamba nani aliyebeba cement individually. Baada ya kuchunguza nikajua nani amebeba cement, amekipeleka wapi, kwenye duka gani. Baada ya hapo sasa ikabidi nimpigie mheshimiwa DC ambaye yeye kikanuni ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya. Asante. Naam, asante. Naam, mheshimiwa DC akaniambia asante sana mheshimiwa diwani, naomba nilifuatilie hili, kesho nitakupa majibu. Asubuhi yake mheshimiwa DC akaniambia nitatuma askari wangu waje wakamate watu wote waliohusika. Na kweli mheshimiwa DC alituma wale watu wakakamatwa, wakapelekwa polisi na kesi bado inaendelea. Kwa kesi iko mahakamani. Naam, kesi iko mahakamani. Sababu ya wewe kuja hapa. Kwa hiyo nilijua lazima utalisema. Sawa. Kama ulijua mimi lazima nitalisema, mbona ukuanza nao? Kumbe umejua kabisa bana mwenyekiti wa chama hapa anakuja. Mwenye ilani yake. Ndio. Na hiki kitu anakiunacho. Mbona kiu yangu kukaa? Bana. Tu kweli. Sawa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niseme nimechelewa kulitoa taarifa, lakini Mheshimiwa Diwani tulifanya kwa karibu sana hili. Kwa hiyo nilikuwa najua tutalisema Mheshimiwa. Mimi hapa kuja kwangu Ndio. Sijaja kwa sababu tu kuna ubadhirifu. Kwa hiyo tunajua kimoja mpaka kingine. Kwanza mimi niwapongeze sana wananchi wa Bosha. Lakini tuomba mpokee salamu za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawashukuru kwa kura nyingi wanamkinga mlizompatia, wanatanga tulizompatia katika uchaguzi mkuu wa kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kilio chenu hiki cha muda mrefu cha kuhitaji kituo cha afya, anazo taarifa hizi kwa muda mrefu sana, na ndio maana aliamua kuleta fedha hizi toka mwezi wa 5 mwaka jana, si ndio? Sahihi kabisa. Lakini changamoto za fedha za kitaratibu na kikanuni ndizo ambazo zimechelewa kuanza mradi huu, lakini mpaka Mheshimiwa Rais ameleta fedha na mmeona kwamba mradi huu unaendelea. Muelewe dhamira njema ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawapenda sana na amenihakikishia kwamba mradi huu utakamilika na kituo hiki kitakuwa kikubwa kama ambavyo vituo vingine vyote vya afya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pili, niwapongeze sana. Nyinyi ni watu wa kupigiwa mfano. Nyinyi ni watu ambao mna kiu ya maendeleo. Mnapohitaji maendeleo ya maeneo yenu haya, mko tayari kushirikiana na serikali. Mko tayari kutoa nguvu zenu kuhakikisha mnaibua miradi na nguvu zenu mnazitoa ili changamoto tulizonazo tuweze kuzipunguza kwa kiasi kikubwa, kama sio kuzimaliza kabisa. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga kinawapongeza sana. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga kinawatakia kila la kheri katika swala zima la kushirikiana na serikali kwenye kuibua miradi hii ya maendeleo na kutoa nguvu zetu. Lakini tatu, niwapongeze sana. Nimpongeze mkuu wa wilaya, nipongeze ofisi ya mkurugenzi, tuwapongeze wataalamu wetu wote. Huku kwa wenye wenzangu ambao tumeongozana kuja huku, mnaona jiografia yake, mnaona mazingira yake, mpaka material kufika huku sio jambo la mchezo. Na ndio maana pale kwenye shule ile ya Churwa nilikuwa mkali kidogo, kwa sababu mazingira ya pale unaona na huku ni magumu. Mengine umeyazungumza hapa kuficha ficha kuwalinda watu fulani, lakini mimi najua wala husiana na wewe. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini katika hili kiukweli tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sana. Sio kazi nyepesi kwa kule alipo, lakini kujua maeneo kama haya huku kijijini kabisa kwenye kata hii ya Bosha kwamba kuna changamoto hizi, halafu na yeye akaamua kuchukua hatua kuwasaidia wananchi. Ni jambo sisi watu wa Tanga tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutusaidia katika swala zima la afya, hususan maeneo haya ya vijijini. Lakini kwa haya yanayotokea ya ubadhirifu wa mali za umma, wale waliopewa dhamana kwamba wao ndio viongozi walitakuwa waoneshe njia kwenye kusimamia fedha ya serikali itumike vizuri, halafu wao walioaminiwa wao ndio wa kwanza kuhakikisha fedha ya serikali inafanyiwa ubadhirifu, halafu wanatumia majina ya viongozi. Unamsingizia mkuu wa wilaya, unamsingizia mhandisi kwamba yeye ndo amesema kwa kuwa hapo fedha hakuna za kulipa deni la misumari, nyinyi nendeni mkauze sementi, nendeni mkauze mbao. Huo ni uongo. Huko ni kuchafua majina ya viongozi. Na mimi nimeshangaa huyo mwenyekiti wa kitongoji mpaka leo bado yupo kwenye nafasi ya uongozi. Mimi nimeshangaa kwa tabia mbaya aliyoifanya, kwa ubadhirifu wa wizi wa mali ya umma wazi wazi, na kwa kuthibitisha kabisa kwa kutoa maelekezo
alafu mpaka leo bado ni kiongozi. Anaongoza nini sasa? Mtu mwizi huyu wa wazi wazi. Maana kuna wizi mwingine wa kujificha ficha. Huyu kaiba wazi. Alichoiba kimepatikana, ushahidi umepatikana. Mbao alikouza yeye na wenzake zimepatikana. Sementi imepatikana. Yale ya mahakama tuachie mahakama. Hatuwezi kuingilia mahakama. Lakini mtu ambaye ushahidi kama umepatikana, hata kumsimamisha uongozi imeshindikana. Maana mengine tunasubiri tusimuonee, tunasubiri hukumu ya mahakama. Maana mahakama ndio inatafsiri sheria kwamba huyu kaiba kweli au hakuiba kweli. Lakini kwa mazingira haya yaliyopo, mtu kama huyu na wenzake wote watakuwa waondoke maeneo haya. Tunasubiri waje wafanye lipi jingine. Kwa hiyo mwenyekiti, tutoe maelekezo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya sasa hizi yuko Dodoma kwenye vikao vya kibajeti kwa manufaa ya wilaya ya Mkinga. Lakini chama shirikianeni na kisheni mnawasiliana na mkuu wa wilaya atakaporudi. Hawa wote waliofanya ubadhirifu huu, muda kwa kesi iko mahakamani, lakini kwanza wasimamishwe uongozi mpaka pale mahakama itakapotafsiri sheria kwamba wamehusika kweli au hawakuhusika kweli. Na kama watakuwa wamehusika kweli, sisi Chama cha Mapinduzi hatuwezi kuwa na viongozi wa aina hiyo, ndugu zangu. Maana yake huyo ni mwenyekiti wa kitongoji, dhamana yake ni Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kuwa na kiongozi mwizi wa mali ya umma. Mheshimiwa Rais amehangaika, ameacha fedha hizi kupeleka maeneo mangapi mpaka amua kuleta hapa. Halafu wajanja wachache fedha hii kaingia kwenye mifuko yao. Kwa hiyo aliomba mwenyekiti wa kitongoji akijua kabisa kutakuja mali ya serikali hapa apate kusimamia na kuiba. Sio sawa. Haiwezekani. Na Chama cha Mapinduzi lazima tuhakikishe tunasimamia vizuri. Leo tumeongea vizuri sana kwenye kikao cha ndani. Yale nafikiri niliongea kwenye kikao kile, mmeona sasa hapa tafsiri yake. Niliongea mchana kule kwenye vikao vyetu vya ndani. Haya yanotokea ndio yale ambayo niliyoyazungumza mwanzo. Lazima tuwe macho chama chetu kwa ajili ya kusimamia serikali yetu, kwa ajili ya kuwasimamia wale wote ambao wamepewa dhamana na serikali yetu kwenye miradi hii ya serikali. Hiyo ni kazi yetu. Hiyo ni kazi ya Chama cha Mapinduzi. Akitokea mtaalamu wa serikali, akitokea kiongozi wa serikali, akikwambia wewe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa kata, wewe hufai kuniuliza, hufai kunihoji, muulize kazi yangu mimi ni ipi? Chama hiki kina mambo mawili. Jambo la kwanza ni lengo, jambo la pili ni kazi. Lengo lake ni kushika dola. Ndio maana wakati wa uchaguzi hatuna masiara kuitafuta dola. Lazima tunafanya jitihada za kila aina kuhakikisha tunashinda uchaguzi kwenye maeneo yote. Hilo ni lengo la Chama cha Mapinduzi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili la Chama cha Mapinduzi ni kazi yake. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni kuisimamia dola yenyewe ambayo tumeitafuta. Tunapokwenda kuisimamia dola, tunapokwenda kuisimamia serikali kama hivi tunavyofanya, maana yake huko ni kutimiza wajibu wetu. Maana yake huko ni kufanya kazi yetu. Tunapofanya kazi yetu kikamilifu kama Chama cha Mapinduzi, kuisimamia serikali, kuhakikisha kwamba tunaondolea wananchi adha na kero zinazowakabili, ikiwemo kutembea umbali mrefu, kufuata huduma za afya, maana yake wananchi hawa wataendelea kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Tukiendelea kutimiza wajibu wetu, kuisimamia serikali yetu, watoto wetu wakiacha kutembea umbali mrefu, kufuata huduma ya shule, kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine, wananchi hawa watakuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. Tusidanganye. Kinyume na hapa, tusipotekeleza yale tuliyoahidi kupitia ilani ya uchaguzi, wananchi hawezi kuwa na imani na chama chetu. Ndio maana baada ya uchaguzi tunahangaika kuhakikisha tunasimamia serikali yetu, yale tuliyoahidi wananchi kupitia ilani ya uchaguzi tunatekeleza. Hii ni kazi yetu.
Kwa hiyo niombe viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi kwa ngazi zote, wa mkoa, wa wilaya, kata, matawi mpaka mashina, hii ni kazi yetu kuisimamia serikali yetu, kuhakikisha tunatekeleza yale tuliowaahidi wananchi, na watekelezaji ni serikali. Sisi kazi yetu ni kuisimamia serikali. Pale mahala ambapo serikali imefanya vizuri, tutawaambia kongole, mmefanya vizuri, na pale mahala ambapo serikali haifanyi vizuri, tutawaambia hapa rekebisheni, mfanye vizuri, ili wananchi hawa waendelee kuwa na imani na Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Dr. Samia oye! Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyotoa ahadi kwamba nitarudi hapa, na tunao utaratibu wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo nimekuja kwa ziara maalumu. Kwa hiyo kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tutafika tena hapa kabla huo mwezi wa 6 kuja kuona yale ambayo tumeelekezana, yale ambayo mmetuahidi chama chetu, kwa mambo yanakwenda vizuri.